Hebu naomba tuangalie sasa, kwa sababu wao walituangalia lakini bila sahihi njia inayokubalika. Tuangalie na wao kidogo, kwa sababu tunaitafuta dini ya kweli. Tukishaijua dini ya kweli, lazima na ya uongo nayo iwepo, si ndio hivyo? Mtu anasema kwamba siku na watu wanaabudu ng'ombe. Mtu kusema kwamba anaabudu kitu fulani sio kwamba ndio upo sahihi. Unaweza ukajiamulia, lakini unatafuta usahihi ulioelekezwa na Mungu kutoka katika vitabu. Hebu 3:85 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na anayetaka dini sio kuwa ya Islam, ndio, basi haitokubaliwa kwake. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Takbir. Mwenyezi Mungu anasema yeyote anayetaka dini sio kuwa ya Kiislamu haitokubaliwa kwake, na akhera mtu huyo atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Hiyo hasara atakayoipata akhera, hasara ya namna gani? Ukisikia hasara katika kitabu cha Mungu, sio labda ukipanga nyanya zako pale, faida hujapata wala mtaji hujarudi, sio hasara ya hivyo. Hasara watakayoipata Wakristo akhera ni hasara ya namna gani? Sura ya 3 aya ya 10 Qur'ani. 3:10 Surah Al-Imran. Maneno ya Mwenyezi Mungu baada ya billahi minash shaitani rajim. Kwa hakika ndio wale waliokufuru, Mungu anasema wale waliokufuru mali zao hazitawafaa, hawatokaliwa na mali zao, wala watoto wao hata kidogo mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hawa mnawaona hawa watakuwa kuni za motoni. Sasa ili salama ipatikane, waingie katika Uislamu leo ili wanusurike. Na Biblia inakubali kwamba ukiwa Mkristo wewe umejiangalia mazingira motoni. 15:18 wa Korintho wa kwanza inasema, naam, na hapo wao nao ndio waliolala katika Kristo. Biblia inasema wale wote waliolala, maana yake waliokufa katika Ukristo wamepotea. Biblia inasema wamepotea. Biblia inasema wale wote waliokufa katika Ukristo wamepotea. Andiko linafundisha hivyo katika Biblia. Jazakallah khair. Wale wote waliokufa katika Ukristo wamepotea. Hayo ni maandiko ambayo yanapatikana katika Biblia. Kwa nini wapotee? Kwani dini yenyewe ya Ukristo wamepewa na nani? Jazakallah khair. Hii dini yenyewe ya Ukristo wamepewa na nani mpaka iwe sababu hawa kupotea? 11:25 Matendo ya Mitume. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Ndio. Hata alipokwisha kumwona, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Na kufundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwanza hapa tunafuta maneno ya uongo walioyaongea kwamba Ukristo kauanzisha Yesu. Andiko linaonekana miaka mingi baada ya Yesu kuondoka, karibu miaka 14. Antiokia, Paulo ndo kaweka watu katika darasa kawafundisha, na wanafunzi waliitwa kwa mara ya kwanza, waliitwa Wakristo hapo Antiokia. Wakati huo Yesu amekwisha ondoka tayari. Hakuna aya Yesu alikaa akawaambia nyinyi dini yenu wa Kristo. Hebu soma sherehe. Maana yake mada ya wenzetu yote imekwenda katika sherehe. Aya zenyewe wakawa wameziatia mbali. Hebu na sisi tuguse sherehe kidogo. Soma hiyo sherehe. Waliowapa hilo jina wa Kristo ni kina nani? Wakristo. Maana yake ni wafuasi wa Kristo. Hilo wa Kristo. Hebu simama kidogo. Andiko linasema Wakristo maana yake ni wale wanaomfuata Kristo. Kasema nani? Wanasema hilo ni jina la kupanga tu. Hilo ni jina la kupanga tu. Waislamu takbir! Takbir! Biblia inasema hilo ni jina la kupanga. Tunaomba tuchukue utulivu. Waliopanga ni kina nani? Na wanaweza wakampangia mtu? Hilo ni jina la kupanga tu. Ni jina la kupanga tu. Waliolitumia kina nani? Wapagani wa Antiokia. Takbir! Anasema hilo ni jina la kupanga ambalo wamelitumia wapagani wa Antiokia. Sasa mpagani ni mtu asiyekuwa na dini. Mpagani ndio anakuja kumpangia Mkristo kwamba wewe dini yako utaitwa Mkristo. Jamani, kuna dini hapo? Anakulizeni Waislamu, kuna dini hapo? Hili si balaa hili. Na ndio maana hata ukiuangalia Ukristo wenyewe hakuna kuabudu mpaka waimbe. Mungu anasemaje? Anataka nyimbo katika Biblia 5:23 Amos. Inasemaje? Inasemaje? Niondoleni kelele za nyimbo
anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Hataki kusikia sauti za vinanda Mungu. Leo katika makanisa watu wanaimba, unaweza ukasema wana dini ya kweli wakati wanapinga amri ya Mungu. Kwani haya maandiko wa Kristo hawayaoni katika vitabu? Maana yake wamekubali kupinga ukweli ambao Mungu ameufundisha katika vitabu. Sasa kwa sababu wanaimba na Mungu kashakataa, hizo nyimbo zao siku ya kiyama ikifika wataimba au watalia baada ya kuingizwa motoni. Biblia ndio imaliza tena yote. 8:3 Amos. Tena nyimbo za hekaluni, Mungu anasema tena nyimbo za katika makanisa zitakuwa vilio siku ile. Yani siku hiyo watalia badala ya kuimba wanavyoimba sasa. Asema Bwana Mungu. Anayesema ni Mungu. Takbir. Takbir. Mimi nakuulizeni Waislamu, kwa mujibu wa ufafanuzi huu tuliotoa katika Biblia, kuna sababu ya wewe kuacha Uislamu na kwenda katika Ukristo? Nakuulizeni, kuna sababu ya kuacha Uislamu na kwenda katika Ukristo? Sasa wanafanya ibada kanisani. Hebu tuangalie huko kanisani wanapokwenda kufanya ibada, kuna faida au kuna hasara? Nataka yote ayamalize Paulo kwenye Biblia 11:17 wa Korintho wa kwanza. Lakini ndio katika kuagiza haya siwasifu. Paulo anasema katika kuagiza, kwa sababu Paulo ndio mwalimu wa Ukristo. Anasema katika kuagiza huo Ukristo niliokuagizeni siwezi kukusifuni nyie. Ya kwamba nyinyi wa Kristo nyinyi mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Anawaambia mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Wapi? Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Paulo anasema kanisani hakuna faida bali kuna nini? Hasara. Sasa leo watu wanaweza wakatushawishi sisi eti tuwe wa Kristo. Biblia inaweka wazi kuna hasara kanisani. Maliza haya. Nasikia kuna faraka kwenu. Tena anasema anasikia kuna faraka kwenu. Faraka maana yake tofauti. Na Paulo hajaongopa. Leo msabato hawezi kwenda kusali kwa Mluteri. Mlokole hawezi kwenda kusali kwa Mkatoliki. Mlokole analia, Katoliki atataka kuweta upole. Huyu analia, huyu afanye watasali pamoja. Jamani, hakuna dini ya Mungu inayoitwa Ukristo. Hakuna kitu kama hicho.